Yesu nakuhitaji, vivyo niwezeshe, nakujia Yesu wangu, vivyo kila saa niwezeshe Mwokozi nina haja nawe, kaa nami. Nina haja nawe, kaa nami. Na maonjo haya, hayaumi. Yesu wangu, vivyo kila niwezeshe nakujia Yesu wangu, Yesu wangu, vivyo niwezeshe, nakuja kwako Yesu wangu, Yesu wangu, vivyo niwezeshe, nakujia niwezeshe nakujia, niwezeshe naposhindwa, niwezeshe naposhindwa, nakujia Yesu, niwezeshe napokata tamaa, nakujia, niwezeshe kupigana vita nisizoziweza, niwezeshe Adonai, niwezeshe Eligibo, niwezeshe kulipa ada za watoto wangu, niwezeshe jekele bayataya, niwezeshe kukaa kwenye ndoa yangu. Jesus, nakujia, niwezeshe kukaa salama Bwana, niwezeshe Mwokozi, shelebaratelegedeba. Mwambie Mungu akuwezeshe sehemu unayosema unataka kuwezeshe. Nisikie sasa watu wanaozungumza kwa maneno yao. Yekepelegedegedebo sotakadaba, zeketelibahande riboko sakatabai. Mimi Naomi ninaomba uniwezeshe. Mimi Nyanzila naomba uniwezeshe. Sina huo uwezo wa kujibeba kwa umbali ambao ungetamani nifike. Ninahitaji kuwezeshwa na wewe. Pray. Shakapaya dabakata. Jekepaya kapakata. Yakaporaka pakateya.
Wale tunaosema Baba niwezeshe, wale tunaosema Yesu niwezeshe, niwezeshe kuwalea watoto hawa, niwezeshe namna ya kukaa kwenye hii ndoa, niwezeshe namna ya kutumika, niwezeshe Bwana. Jepeketekele bahandia azikitilibaya kato ozia mantelekerebaya ozeketelibaya kete. Niwezeshe, hii vita ni nzito. Niwezeshe Bwana, hii vita siwezi kupigana mwenyewe. Ukiniacha tu ninashindwa, ukiniacha tu naishia hapo, ukiniacha tu ninakwama. Oh God, niwezeshe na kujia, niwezeshe nimekuja. Radadadadada. Tunaosema niwezeshe, ongeza sauti tena. Can you do better than that? Can you pray better than that? Can you pray louder? Niwezeshe Bwana. Rakayatata. Wale tunasema niwezeshe. Wanawake wanaosema niwezeshe, wasichana wanaosema niwezeshe, vijana wa kiume wanaosema niwezeshe, mabinti wanaosema niwezeshe, wanaume wanaosema niwezeshe, 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 niwezeshe. Ukiniacha hata hatua moja nitaaibika. Niwezeshe Bwana. Ukiniacha sekunde moja ninadhalilika. Niwezeshe Bwana. Aye. Nakujia, niwezeshe. Jesus, Jesus, nakujia, niwezeshe Mwokozi. Hallelujah, 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 hallelujah. Niwezeshe kuendelea mbele, nisizimie njiani, nisizimie njiani. Niwezeshe kuruka juu kwa mbawa kama tai, kama tai, kama tai, kama tai. Nakujia yeye. Niwezeshe kupiga mbio bila kuchoka, nipige mbio bila kuzimia njiani, nipige mbio bila kuchoka. Yes, I come to you, oh God. Niwezeshe kwenda kwa miguu bila kuchoka. Help me, oh God. Nakujia, nakujia. Ukiwa kwenye uwepo huo ndani yangu nasikia kundi hili la watu. Kundi la watu ambao wamepita kwenye mazingira magumu, na ulikuwa unafanya kitu kwa ajili ya Bwana. Kwa sababu ya ule ugumu uliopitia, umejikuta umechoka. Umechoka. Ulikuwa unaomba, umeacha kuomba. Ulikuwa unahudumu, umeacha. Ulikuwa unashauri watu, umeacha. Kwa sababu ya ugumu uliopitia. Na tumeimba hapa, tunasema niwezeshe Mwokozi. Unasema ni mimi. Najua tumekuja wote ni wana maombi, lakini kuna saa lazima tutegemezane. Wakati mwingine Haruni na Huri lazima wamsaidie Musa namna ya kuinua jiwe, kama namna ya kuinua fimbo. Uko mahali hapa unasema ni mimi, ni mimi. Njoo hapa tuombe pamoja. Changamka, njoo tuombe pamoja. Na muda mchache. Nina muda mchache. Changamka, njoo tuombe pamoja. Rika, ukisikia kulia hata usiogope, tu kwenye uwepo wa Bwana. Jesus. Wanawake wanaosema kwa kweli nilipopita pamenipunguzia mwendo. Pamenipunguzia mwendo. Nilikuwa naomba, but currently siombi tena nilivyokuwa naomba. Nilikuwa natoa, lakini sasa siombi tena, sitoi nilivyokuwa natoa. Kuna mahali umepunguziwa mwendo na situation ulizopitia. Njoo tu mamangu, njoo. Ni wote. Njoo tu mtu wa Mungu. Njoo. Rikikiti amande.
Kwa nini unaiacha nafasi? Kwa nini unaacha huduma? Ukiacha wewe, nani atafanya? Ukiacha wewe, nani atakaa kwenye hiyo nafasi? Inua mikono yako juu kwa Bwana. Hayekepeketeketema. Nataka ujiombee kwanza kabla sijakuombea. Zikikikikikikiki. Anza kulia na Bwana. Mwambie Mungu, niko hapa. Alafu mweleze kwa uwazi. Petro akamwambia Yesu, nazama. 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 Hakuongea maneno mengi. Alipiga tu kelele. Akasema, save me. Ninazama. Wale wanaosema Yesu niokoe, ninazama. Mwambie ninazama. 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 Halafu yeye ananyoosha mkono wake kukushika. Yeye ananyoosha mkono wake kukushika. Naona kuna wanawake Bwana anawashika. Wanawake waliokuwa wameacha kuiombea ndoa yao. Wamesema liwalo na liwe. Liwalo na liwe. Nimepambana miaka 5. I am tired. Liwalo na liwe. Unamwachia nani hiyo ndoa? Unamwachia nani hiyo ndoa? Mungu amekuamini kwenye hiyo familia. Ninakuombea sasa. Mkono mkuu wa Bwana. Mkono mkuu wa Bwana ukujaze uweza, ukujaze nguvu. Rakapa zakuta pakata azikitibaya robababa robokopo yakapa. Waliozimia njiani, pokea nguvu ya kuendelea. Pokea nguvu ya kuendelea. Pokea nguvu ya kuendelea. Pokea nguvu ya kuendelea. Haya. Uwezo wa kuendelea. Uwezo wa kuendelea. Uwezo wa kuendelea. Uwezo wa kuendelea. Kuna upako. Kuna upako wa kuendelea. Kuna upako wa kuendelea. Hao watu wanaendelea. Raka yapa yaka raka yapa. Songa tena kidogo. Songa tena kidogo. Naona kuna watu wanabebwa juu kwa mbawa kama tai. Anawabeba juu kwa mbawa kama tai. Roho Mtakatifu wako wapi hao wanawake unaowabeba sasa? Where are they? Where are they? Where are they? Hao wanawake watatu wanaonyanyuliwa sasa juu kwa mbawa kama tai. Haya. Kwa nguvu ya Bwana. Kwa nguvu ya Bwana. Panda juu. Panda juu. Panda juu. Panda juu. Panda juu ndio. Panda juu ndio. Panda juu ndio. Power. 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 Sikikikitia. Ukisikia mwili unaishiwa nguvu, piga magoti. Ukisikia mwili wako unaishiwa nguvu, piga tu magoti. Nasikia nguvu ya kuendelea. Nguvu ya kuendelea. Waliokuwa wanazimia njiani, waliokuwa wanaacha, waliokuwa wanapotelea njiani. Nguvu. 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 Power. 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 To outlast. Jesus. Moyo umevunjika. Ninamuona mtu moyo wako umevunjika. Umekuja kwenye kongamano. Unasema Bwana, awamu hii nionekanie. Awamu hii nionekanie. Wanawake waliovunjika mioyo. Wanawake waliovunjika moyo. Wanawake waliojeruhiwa. Vidonda kwenye moyo. Rakapokota. Yakapakata. Rikopokosaka. Roho wa Bwana yu juu yangu. Kwa maana Bwana amenitia mafuta niwahubiri habari njema. Rakakakatopakata. Yekeporokosoko. Wale waliojeruhika, waliovunjika moyo, kuna uponyaji wa moyo. Kuna uponyaji wa moyo sasa. Huo uponyaji wa moyo wa mtu mmoja uliojeruhika, moyo ulioumizwa na maisha, moyo ulioumizwa na maneno, moyo ulioumizwa na ndoa, moyo ulioumizwa na watu uliowaamini. Ayapokea uponyaji. Receive your healing. Receive your healing. Receive your healing. Be healed right now. Ni hawezi kuja kwenye uwepo wa Mungu namna hii halafu urudi ukiwa umejeruhika. No. Iki kaka. Rikopoko sokoto. Huwezi kutokea kwa Bwana namna hii halafu akuache urudi na maumivu. Be healed now. Be healed now. Be healed now. Be healed now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Be healed now. Nakujia. Hautakuja
kuja uweponi mwa Bwana, halafu Mungu akuache wende na ule msiba uliokaa muda mrefu umekupunguzia mwendo. Huo msiba kwa huruma ya Bwana na kwa nguvu ya Bwana, huo msiba unaondoka. Inuka tena mwanamke, 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 inuka tuombe pamoja, inuka tumtumikie Bwana pamoja, inuka tuifanye kazi ya Mungu pamoja, inuka tushauri vijana, inuka tufanye biashara, inuka tufanye kazi, inuka tena kwa jina la Yesu. Niwezeshe. Inua mikono yako juu. Nyamaza kabisa watu wa vyombo. Nasikia kitu hiki, nguvu mpya. Nguvu mpya. Nguvu mpya. Ukisikia mwili wako unaishiwa nguvu, wewe piga tu magoti, hata usingangane kusimama. Nguvu mpya, nguvu mpya. Inua mikono yako juu, funika na macho tena. Roho Mtakatifu, wale unaowavika nguvu mpya, wale wanaovikwa nguvu mpya, wale wanaovikwa nguvu mpya, kwa kuwa wamekungoja. Neno lako linasema wale wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Wale wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Ninaomba sasa hiyo nguvu ipite kwa huyu mwanamke. Hiyo nguvu ipite. Hiyo nguvu ipite. Naona watu 5. Nguvu mpya. Nguvu mpya. Haya ndio hao. Nguvu mpya hiyo. Msaidieni yule mama pale. Nguvu mpya ndio hiyo. Ndio hiyo. Power. Nguvu mpya. Nguvu mpya. Nguvu mpya. Nguvu mpya. Nguvu mpya. Haijaisha mpaka imeisha. Haijaisha mpaka imeisha. Haijaisha mpaka imeisha. Waliokuwa wamekata tamaa, nguvu mpya. Nguvu mpya. Nguvu mpya. Nguvu mpya. Nguvu mpya kwa jina la Yesu. Si kuna watu Mungu anawavika vazi jipya? Si wako wengine wanavikwa vazi jipya? Vazi la aibu, vazi la kukosa, vazi la madeni, vazi la uharibifu, vazi la msiba, vazi la machozi. Bwana anawavika. Ndio hao wanawake wanavikwa vazi jipya. Vazi jipya. Ile vazi la madeni, ile vazi la madeni linaondoka. Yesu anakuvika vazi jipya. Vazi jipya. Vazi jipya. Vazi jipya. Vazi jipya. Vazi jipya. Wale waliovikwa kukosa, wale waliovikwa kukosa, kwamba atafanya kazi lakini hatapata, atapambana na uwekezaji lakini hatapata. Nani amesema utakosa? Who says a thing and it comes to pass when the Lord has not commanded it? Ilo vazi la kukosa linayeyuka sasa. Bwana akuvike vazi la sifa. Vazi la sifa. Vazi la sifa kwa jina la Yesu. Sema Bwana. Bwana, asante kwa nguvu yako. Asante kwa uwezo wako. Asante kwa kuniona na asante kwa kunihuisha. Bwana, saa hii nimepokea nguvu, nimepokea uwezo wa kutenda ule wajibu ulioweka ndani yangu. Nitautenda bila kuzimia, bila kuacha, kwa jina la Yesu. Amen. Unaweza kumpigia Yesu makofi? Unaweza kupiga mazuri zaidi ya haya? Unaweza kupiga mazuri zaidi ya hayo? Watu wa vyombo siwasikii mkinipigia.
Mpigie Yesu makofi. Hallelujah. 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 Ongeza tena makofi wakiwa wanarudi kwa huko nyuma. Ziriba yeketelebai. Unaweza kupiga makofi mengine mazuri. Aya. Unaweza ukapiga mengine mazuri. Hallelujah. Hallelujah. Sasa dakika chache kabla sijaendelea, mama karibu. Niwezeshe. Niwezeshe. Nakujia Yesu. Nakujia. Niwezeshe Mwokozi wangu. Niwezeshe Mwokozi wangu. Nakujia. Nakujia. Niwezeshe Jehova nisi niweze. Yeah. Nakujia. Niwezeshe Baba. Mimi naomba niwezeshe. Naku niwezeshe. Hallelujah. Hallelujah. Kwa mara ya mwisho niwezeshe Mwokozi. Nakujia. Mshangilie Bwana Yesu. Mshangilie Bwana Yesu. Ndio hivyo tu namshangiliaga Bwana Yesu. Nisikie vigelegele vya upande huu nivisikie. Tuongeze na vya hapa. Alafu tulete na vya huku. Tuvikusanye vyote. Hallelujah. 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 Wafalme wa pili sura ya 4. Wafalme wa pili sura ya 4. Wafalme wa pili sura ya 4 mstari wa 8. Ni mistari mingi sana, lakini ndio hiyo tutaitumia sasa kwa ajili ya kujifunza siku hii ya leo. Hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunem. Niko mstari wa 8. Na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo, naye akamshurutisha aje ale chakula. Ikawa kila alipopita njia ile huingia kula chakula. Ili jambo la kuwa na cheo ni jambo serious jamani. Bwana asifiwe. Hallelujah. Jambo la kuwa na vipande vya fedha ni jambo serious jamani. Yaani mimi ningemwacha tu mwalimu akafundisha, mwalimu Gisa tu akatufundisha tu mambo ya hela. Yaani ingenoga, au nyinyi mnaonaje? Hallelujah. Bwana asifiwe. Yaani ingenoga kinoma noma. Lakini sasa tutafanyaje kwa sababu ya ratiba? Mwalimu ukiguswa tufundishe tu mambo hayo ya hela. Hata usipoguswa tunaomba tukugusishe mtumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Yaani jambo serious. Biblia inasema hivi, hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunem. Na huko palikuwa na mwanamke mmoja mwenye nini? Cheo. Sikiliza, Biblia inasema hivi, akamshurutisha. Hakumuomba. Bwana asifiwe. Akamshurutisha. Omba bro, pita huku ndani ule. Ezo, na kuomba mtumishi wa Bwana, amna cha ikukupendeza, ikupendeze isikupendeze, kuja ule kwangu. Si Mungu akupe hiyo jeuri ya kuwakaribisha watu namna hiyo. Yaani whether they like it or not,
wakija kwako wanapata nguo ya kuvaa. Uone kama inanoga? Haleluya. Yaani unakuwa na mawe fulani hivi, unakuwa na jeuri. Praise God. Yaani kuna maisha fulani hivi yanakufanya yani unakuwa yaani unavimba, unaweza kuvimba. Sasa mnaniona muhuni eti? Tunazungumza lakini pamoja. Tuzungumze hivi. Biblia inasema hivi, akamshurutisha. Alikuwa na cha kumlisha, alikuwa na cha kumnywesha. Mwalimu akifundisha huwa anakaa hapa. Mimi sasa, naomba nikae hapa. Hapo kwenye kuweza yote yawezekana kwake aaminie. Biblia inasema akamshurutisha aje ale chakula. Ikawa kila alipopita njia ile huingia kula chakula. Yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu, na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa. Itakuwa atujiapo ataingia humo. Ikawa siku moja akafika huko, akaingia katika chumba kile akalala. Inua mkono wako juu kwanza kabla tuanze kujifunza. Sema Bwana. Sema Bwana, nipe hela. Bwana, nipe hela nyingi. Niamini nazo tu, sitakuangusha. Amen. Praise God. Acha yale mambo, baba kwa jina la Yesu naomba uchumi. Baba nipe hela. Yaani mambo ya kubita around the bush. Baba si unajua uchumi, Jehova, uchumi. Omba hela. Au mimi ndo nakuwa napenda anasa. Biblia inasema hivi, huyu mama alikuwa na cheo, alikuwa na nafasi, lakini sambamba na hilo alikuwa na uwezo pia. Familia yake ilikuwa ina uwezo pia. Anamwambia mume wake hivi, unamuona huyu mtu wa Mungu, unaonaje kama tumjengee nyumba? Alafu huoni mume akikataa? Mume akubali tu hivi leja na hauchangii chochote? Niwaulize nyinyi wa mama mko kwa ndoa, anakubali tu hivi, yani from nowhere, hamna kitu unachangia. We kuweza kukubali? Ya lazima mwanamke alikuwa na kitu. Kwamba tukiangalia chumbani, pazia za chumbani mama ameweka. Kile kitanda ni yeye alibadilisha akaleta cha kisasa. Godoro lile la kutokubonyea ili migongo isinaniliwa, achana na lile leo limebonyea katikati kama mtumbwi, achana nalo hilo. Hii hapa magumu haya amenunua. Bwana asifiwe. Akitoa hoja mezani, hoja inasikilizwa. Tujenge, kuna shida gani? Tujenge tu. Ukiwa hauna chochote, halafu uanze kuchangia, eti tumjengee Mwalimu Mgisa chumba hapa nyumbani kwetu. Bro. Bwana tusaidie sana. Yaani tunamjengea kutokea wapi? Hela inatokea wapi? Tofali ananunua nani? Fundi alipo na nani? Umeona hizo reasons zinazokuja mezani? Kwa sababu mtu huna nini? Huna chochote. Mimi kwa kweli kama wanawake nyinyi mmekuja tu kuombea uzao, Mwalimu Mgisa mimi peke yangu ninaomba niombewe niwe na hela katika jina la Yesu. Praise God. Bwana asifiwe. Wengine wanasema hapana, tutafutia ufalme wa Mungu. Tunaishi duniani kwanza, alafu baadaye mbinguni. Mambo ya kwanza kuchuchumilia mbinguni wakati huku duniani tunahenya, hapana. Mimi hii haikuwa agenda yangu. Nimeanza kuingilia utaratibu. Agenda ilikuwa ni hii hapa. Biblia inasema hivi, na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa atujiapo ataingia humo. Ikawa siku moja akafika huko, akaingia katika chumba kile akalala. Akamwambia Gehazi mtumishi wake, mwite yule Mshunami
Naye alipokwisha kuitwa akasimama mbele yake, akamwambia, sema naye sasa. Tazama, wewe umetutunza sana namna hii, utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa mfalme au kwa amiri wa jeshi? Yule mwanamke akamjibu, mimi ninakaa katika watu wangu mwenyewe. Akasema, basi atendewe nini? Gehazi akajibu, hakika hana mwana na mumewe ni mzee. Akamwambia akamwite. Naye alipokwisha kuitwa akasimama mlangoni. Akasema, panapo wakati huu mwakani utamkumbatia mwana. Akasema, la, bwana wangu, wewe mtu wa Mungu, usiniambie mimi mjakazi wako uongo. Yule mwanamke akachukua mimba akazaa mtoto mume wakati huo huo mwakani, kama Elisha alivyomwambia. Nataka tujifunze mambo mawili kwa mwanamke Mshunemi, mawili au matatu, alafu yatatupeleka kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema huyu mama alivyomuona mtu wa Mungu, akasema, siwezi kumwacha mtu wa Mungu anapita hapa. Anapita tu, wakati mwingine anapita kwenye jua kali, anaenda kuhudumu, na mimi nyumba yangu iko hapa. Akasema, nitamwekea chakula, walau awe anapita anakula, anakunywa maji, alafu anaendelea kwenda. Kadri muda ulivyozidi, Biblia inasema, akasema, no, kwa nini tu awe anapita wakati nyumbani kwangu kuna eneo bado? Sinaweza kwenye lile eneo tukatengeneza chumba, awe anakuja analala. Biblia inasema kwa kubaliana na mume wake wakamtengenezea chumba ambacho alikuwa anafika analala. Mtumishi wa Mungu anaingia analala pale ndani kwake. Bwana atusaidie sana. Amelala. Siku moja Elisha ghafla ndani yake akasikia, akamuita Gehazi. Akamwambia, bro, huyu mama ametutunza namna hii, atendewe nini? Mama hajaomba kutendewa chochote. Mama hajasema nataka chochote. Mama hajasema nawajengea kwa ajili ya kuwa nataka chochote. Hajasema. Na by the way, hajaonyesha njaa. Bwana asifiwe. Hajaonyesha njaa, hajaonyesha kuparara, hajaonyesha kupauka. Kwa sababu wakati mwingine kupauka wewe kunatoa unabii. Bwana asifiwe sana. Yaani ukiwa umepauka sana, unampa mtumishi wa Mungu unabii, anasema, na kuona mama, maisha yako hayako sawa sawa. Sasa sijakuona, ni umepauka tu. Yaani shida yako ni ufanye nini? Umepauka. Kwa sababu umepauka, umeniconvince nione kwamba maisha yako yamepinda zaidi ya dawa ya mbu. Bwana tusaidie sana. So mama hakuonesha njaa. Mama alikuwa amenyoka. Kama nikakitambaa kanafungwa vizuri krasi, achana na hicho unakiweka unakusanya kama unaenda kwenye msiba wa balozi, achana na hicho kitambaa cha namna hiyo. Kitambaa kimefungwa, kimekaa mkao. Kama nikanywele amesuka Brazilian. Si unajua kwanza ana cheo. Kama amenyoa anakuwa kama Madebora. Haleluya. Yaani kila kitu kimekaa mkao. Hajakaa kinyonge. Biblia inasema ghafla mtu wa Mungu akaanza sasa huyu kusema tutatoa unabii wa haraka kwamba mama unaonekana ni kama unaumwa mapafu. Amna, huyu hana shida ya mapafu. Mpaka wakaanza kujadiliana na Gehazi. Bro, huyu mama tumtendee nini? Ametutendea ukarimu. Kabla hatujaenda sana, jambo la kwanza nataka tujifunze hapa ni kumtengenezea Mungu nafasi kwenye maisha yako. Jambo la kwanza la kujifunza kwa mwanamke Mshunemi, aidha unataka kuvuta msaada ama unataka kupata kitu fulani, jambo la kwanza unaweza kulifanya kuattract msaada wa Bwana ni kumtengenezea nini? Nafasi. Elisha hajaomba kwamba nataka sehemu ya kupumzika, lakini mama anasema nyumbani kwangu pamekaa tu ovyo ovyo, pamekaa tu hapana matumizi. Kwa nini nisitengeneze eneo ambalo Elisha atakaa? Yaani maisha yako yawe na hilo eneo ambalo hapa ni pa Bwana. Biashara yako iwe na nafasi
ya Bwana. Nyumba yako iwe na nafasi ya Bwana. Kuna ishu ambazo hauzioni kama tatizo au hauzijui kama tatizo, ama unazijua kuwa ni tatizo lakini haujaweza kuzipa tatuzi. Sasa Bwana akipata nafasi, zinazoonekana kuwa ni tatizo na zimekosa tatuzi, zisizoonekana kuwa ni tatizo na ni tatizo, akishapata nafasi huwa ana desturi ya kusema, nimtende nini huyu kwa kuwa amenipa nini? Nafasi. Bwana asifiwe. Mwanamke hajaomba, hajasema nabii, prophesy, man of God, go deeper. Pilau, kuku, kitimoto. Shalom, shalom. Haleluya, watu wa kitimoto. Sije kuonekana tu niko peke yangu. Tupo wengi. Uhakika. Nipungieni mkono kama tupo wa kutosha. Wow, hii inakutia moyo kama mtumishi wa Bwana, kwamba kujua in case tukaenda jehanamu kwa kitimoto tutakuwa wengi. Mambo ya namna hiyo. Alijenga nyumba, akahakikisha mtu wa Mungu amekula. Kwenye chumba chake akaweka kitanda. Akasema kuna saa atahitaji kukaa, akaweka na kiti, akaweka na meza. Alafu Biblia imedescribe kabisa vitu alivyokuwa ameviweka. Akitaka kuandika notes, sio kwa sababu amekaribisha basi akae kitandani na godoro imebonyea, mara anabonyea katikati, miguu inakuwa juu kama anataka kwenda mbinguni kwa Baba. Akae kwenye kiti. Haleluya. Akae kwenye kiti, aandike. Asije akasema nilikosa pa kuandikia kwa hiyo sina mafunuo. Hapana, asiwe na kisingizio. Biblia inasema akamwekea na taa. Praise God. Akaweka taa, asije kusingizia kwamba simu yangu ilisema betri kwa hiyo sikuwa na cha kumulikia, sikuandaa mahubiri. Hamna mahubiri bro, utaandaa taa hii hapa. Wakati mwanamke anafikiri anamtendea mtumishi wa Mungu, mbingu zinasema ulipomtendea mmoja wa hawa wadogo, ulinitendea mimi. Ulivyotenda kwa Elisha, ulitenda kwa mimi Mungu. Ulipotenda kwa Gehazi, ulitenda kwa mimi Mungu. Hukumfanyia nafasi Elisha, ulinifanyia nafasi mimi Mungu. Na kwa kuwa umenifanyia mimi nafasi, nikutendee nini? A very simple way ya kupata msaada wa Bwana. Hakuna mambo hata yahitaji kuomba. Haya maombi ya kubinuka rakata yakepo si. Amna. Yanahitaji tu utengeneze nafasi kwamba Aba, hapa Bwana nakupa moyo wangu, na kutengenezea nafasi kwenye mawazo yangu, na kutengenezea nafasi kwenye biashara yangu. Yaani biashara yangu kabla sijala faida, nitakupa limbuko, nitakupa sadaka yake. Kabla mimi sijafaidika nayo kwanza, nitaufaidisha ufalme kwanza, na kutengenezea nafasi. Biblia inasema hivi. Elisha akasema, Gehazi njoo bwana. Njoo tuyajadili haya mambo. Huyu mwanamke ametupokea. Watu wa hivi wanafanyaga uhubiri muda upitilize, unaletewa memo, unapitiliza tu kwa sababu kuna tu vitu tu namna hii. Mama ubarikiwe sana. Nilikuwa wapi? Hebu nikumbushe. Nikumbusheni chapu, nilikuwa wapi? Kwa Gehazi. Wow, kumbe tuko pamoja. Bibi akamwambia, bro njoo tukae tuzungumze. Huyu mama ametutunza. Huyu mama ametukarimu. Atendewe nini? Changamoto ni kwamba kwenye nafasi ya Mungu wewe umemweka Mathayo. Mathayo sasa anaupiga danadana huo moyo. Akijisikia kuurusha huko anaurusha, akijisikia anaurusha, akijisikia kuupiga teke anaupiga teke. Umechanganyikiwa, una maisha yani uelewe ufanyeje. Mahali pa kukaa Mungu ulimweka John. No wonder tufika wakati wa kuombea taifa. Baba ponya taifa. Wewe una diverge maombi. Jehova unapoponya taifa mkumbuke John Bwana. Wewe tuko naombea taifa. Huku mendaje? Mbona uliko kuja sio kwenyewe?
Kwenye nafasi ya Mungu umeweka kikoba. Wanawake na vikoba, shalom. Wamama oe, vikoba safi. Oh yeah. Kwenye nafasi ya Mungu umeweka kikoba. Wakati ambapo Bwana anataka kukute madhabahuni, riki sakapa, kwa ajili ya vijana wa Tanzania unakimbizana, kijumbe, sijapata mchango wangu. Freshi mwanangu, tutakuona. Saa ambayo Mungu anatamani mkutane pamoja, muanze kuzungumza mustakabali wa uzao. Unawaza utatoa wapi rejesho? Mwanze madogo, au ni wakati tuzungumze. Wewe ni mama, nimekuamini kama tumbo la uzazi, nimekuamini kutoa uhai, kupitisha uhai. Nataka tuzungumze sasa hapa. Vijana wamekuwa hivi, mabinti wamekuwa hivi. Saa hiyo Mungu anasema ni saa yangu. Wewe unasema kijumbe namdai milioni 2 bado hajanipa. Kwani mimi mbona nimechangia wote? Then mbinguni wanakuwa like, sasa tutafanyaje sasa? Kama Ilini ameamua kwenda kwa kijumbe badala ya kukaa madhabahuni. Yesu atukuzwe. Yesu atukuzwe. Swali linasema hivi, huyu mama ametutunza. Sio huyu mama ametuombea, hapana. Amefanya nini? Ametutunza. Sababu ya sisi kutaka asaidiwe huyu mama ni moja, katutunza. Katutunza, hicho tu. Katutunza kwa kiwango cha kujenga nyumba, kututengenezea mahali pa kulala, kutupa chakula, kutuhifadhi hatusumbuki. Ametutunza. Hicho ndicho kigezo. Wanaulizana atendewe kitu gani? Afanyiwe kitu gani? Inua mkono wako juu kwa Bwana. Sema Mungu Baba. Sema Mungu Baba, siku hii ya leo, ikiwa kuna mahali ulipopaswa ukae, nimeweka kitu kingine, nimepanda kitu kingine. Mungu Baba, siku hii ya leo ninaomba huruma yako. Nihurumie Bwana, kwa jina la Yesu. Mahali ambapo ungekaa wewe kwenye maisha yangu na wamekaa wageni, vimekaa vitu vingine, imekaa mipango yangu, yamekaa mawazo yangu. Bwana, siku hii ya leo nakupa hiyo nafasi, ukae kwenye moyo wangu. Uwepo wako usipungue kwangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema Bwana, nakupa nafasi, natengeneza nafasi kwenye fikra zangu, kwenye mawazo yangu. Kaa wewe Bwana, kaa wewe Bwana. Amen. I say, Mungu anahitaji nafasi. Kuna agenda sio za kuzililia kwa hiyo nguvu tunayozililia. Ni kama tu Bwana akiwa na sehemu kwenye maisha yetu, akiwa na share kwenye maisha yetu, kwamba Mungu kwangu mimi, wewe sio tegemeo la mwisho. Nikisema tegemeo la mwisho, maana yake lipo tegemeo la kwanza, la pili, la tatu, la nne. Wewe sio tegemeo la mwisho. Yaani mimi kwangu wewe ndio kila tegemeo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wengine wanasema Mungu wewe kwangu ni tumaini la mwisho. Mimi kwangu wewe sio tumaini la mwisho. Mimi kwangu wewe ndio kila tumaini. Wakati wengine wanatengeneza vitu kwa ajili ya vitu vingine. Mimi moyo wangu kwa ajili yako. Mimi maisha yangu kwa ajili yako. Mimi nyumba yangu kwa ajili yako. Mimi ratiba yangu kwa ajili yako. Tunazo ratiba za kutafuta maisha, lakini sitamaliza siku bila kuwa na ratiba na wewe. Hivyo ndivyo namna ya kutengeneza nafasi ya Bwana. Hivyo ndivyo namna ya kumpa Mungu chumba, kwamba kwenye masaa 12 nitakuwa na dakika 5 kwenye kila saa za kuingia mahali pangu pasiri. Biblia inasema aketie mahali pasiri, nitakaa mahali pasiri tuzungumze. Hata kama sina cha kusema, nitakwambia Mungu, this is your time. Huu ni wakati wako. Halafu nitakaa kimya. Ukisema it is okay, usiposema it is okay, ila tuniwe nimekupa walau dakika 5 ndani ya kila saa.
tunatoa muda wa kupiga story. Na wanawake tumejaliwa. Wanawake Mungu ametubarikia uwezo wa kukaa kupiga story na kuziongezea hizo story mpaka zitufikishe saa 9, wakati story ilikuwa ya kuishia saa 2, ila tutaiongezea, tutaijazia nyama itupeleke walau mpaka saa 8. Tunaweza. Ukiona hauna story ya maana, unatengeneza tu isiyo ya maana. Kwenye ukweli unaongeza uongo walau tu. Wako watu tuna muda wa kuenda saluni, tunakaa saluni masaa 4. Si mnazijua zile nywele zetu? Bwana asifiwe. Yaani iko nywele mpaka ikamilishwe masaa 4 kabisa, yanakuwa yamekamilika vizuri. Na kuna mwingine hata ukienda wewe unasuka tu zile za 500, unamkuta mtu wa nywele za masaa 4, unasema nitasubiri tu, sina haraka. Au sio mwanangu? Una haraka. Una hiyo nafasi ya kusubiri asukwe nywele za masaa 4. Ila saa hiyo hauna nafasi ya kusema aba hizi dakika 5 ndani ya saa 1 dakika 5, saa 2 dakika 5, saa 3 dakika 5, saa 4 dakika 5, saa 5 dakika 5. Hauna nafasi. Una nafasi ya kuwasimulia watu kila mgogoro. Juzi bwana nilikuwa naongea na rafiki yangu mmoja, yeye yuko huko mbali. Hapo katikati, nafikiri mwaka jana mwanzoni alijifungua. Wakati akijifungua mchakato wake ulikuwa changamoto kidogo. Alipata bed rest. Si mnaelewa ukipewa bed rest? Kwa hivyo na kukaa nyumbani, alikuwa hospitali kwa miezi kadhaa. Mimba yake ilikuwa ina threat. Ilikuwa inatishia. Kwenye kile kipindi kikawa kipindi kichungu sana kwake. Ni kama vile mume wake hakuelewa kabisa hilo jambo la mtu kukaa tu odini, yani amelala tu alafu yani Bwana tusaidie sana. Yani ni kama vile familia ikawa haielewi kwamba inawezekanaje. Yani like hao mtu akakae tu hospitali tu akakae tu, huyu ni mvivu. Na bahati mbaya ni kwamba kila siku unapolala unataka ulipie. Kwa hiyo kwa kipindi chote anataka fanye nini? Unatoa wapi hizo hela? Umelala tu miezi kadhaa. Kilikuwa kipindi cha moto kidogo. Mimi akinipigia namwambia dada, lakini kuomba si bado unaweza? Dada naweza kuomba. Lakini dada, yani mimi ndio wakunifanyia hivi dada. Ambia sasa nungunika, ukiweza kunungunika tuone kama manunguniko yatazaa. Mimi na shida moja kubembeleza. Nafikiri sijui ni Wasukuma au mimi tu ndio naharibu brand ya Kisukuma. Kubembeleza nayo ni kama nahitaji kabisa Bwana nitendee ushuhuda, yani muujiza. Haleluya. Bwana asifiwe. Tupo wengi tu hapa, sio tu kwamba niko peke yangu. Tunajua tu fadhali hata mmentia moyo. Haleluya. Tumeenda nayo ambia no, hebu tuombe hiki kitu. Tumuombe Bwana. Tutaki kwa Bwana. Hataki kutaka kwa Bwana. Muda wa kutaka kwa Bwana hana, lakini muda wa kuwasimulia watu anayopitia anayo. Na amesimulia sana. Kuna huyo mmoja anasema huyu dada yangu kabisa. Huyu ni jembe langu. Alikuwa anamwamini kinoma noma. Hata mimi nilienda kumuona kwenye ule mkoa, nikamkuta kweli yule dada anampambania. Ndio anamchukua wakati mwingine anamdrive, anampeleka huku na huku, anamsimamia pale wodi na nini. Hata wakati wa uzazi alifanywa upasuaji, yule dada amemwajibikia kweli. Kwa hiyo rafiki yangu hana muda wa kuomba, ana muda wa kumimina yote anayopitia kwa yule ndugu yake anamuita jembe. Kanipigia simu, nafikiri ilikuwa ni juzi kabla sijaje. Nafikiri ilikuwa ni Jumanne. Aniambia dada limenikuta jambo. Anambia jambo gani? Dada nimedhalilika. Umedhalilika nini? Aniambia dada ninatembea mtaani, yani mtu unajiona umevaa lakini kumbe nipo uchi. Nikamuuliza nini? Akaniambia dada, yale mambo yote yaliyofanyika kwangu msimu wa uzazi, vyote nilivyopitia, vyote vilivyofanyika, vyote kuna watu wamenisimulia.
Halafu na hao watu na wao walikuwa wanamchukia. Alivyosikia kwamba wanamchukia akasema nataka niwaite nizungumze nao. Mimi nikamwambia wewe waite tu uzungumze nao, kuna mambo utayajua, utataka kuyajua. Mtu mmoja aliimba akasema nguvu ya kujua. Bwana tusaidie sana. Alivyofika wakafunguka. Wakamwambia 1 2 3 4 5. Nikamuuliza wameyatoa wapi na wamekuwa wanakuchukia muda wote? Ananiambia dada, aliyewaambia ni fulani. Mimi nikamwambia yule jembe. Jembe katuchoma bwana. Bwana asifiwe sana. Nikamwambia I told you, nilikwambia mapema. Asema lakini dada nilikuwa namwamini. Nikamwambia unyama, anaye muamini sasa ametupa iki hapa, huyu hapa sasa aliyekuwa unamwamini. Watu hawana muda na Bwana, hatutengenezi muda na Mungu, na hii ni tabia ya wanawake kabisa. Wanawake, naweza kutoa ushuhuda wangu kwa wifi huyu, nikaupeleka kwa wifi huyu. Wakati naupeleka kwa huyu naye ana wifi yake anayempenda. Anamsimulia wifi yake anayempenda, anamwambia usimwambie mtu. Lakini huyu ana wifi yake pia anayempenda, wameshibana. Anamwambia, anasema usimwambie mtu, haya ni mambo yetu tu wawili. Na yeye anamtafuta best friend wake. Yaani BFF wangu ana BFF wake na 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 yeye wake ana wake na nani? Ana wake. Shalom watu wa ushuhuda. Nafasi ya kuambia ma-BFF tunayo, lakini nafasi ya kumpa Bwana hatuna. Mpaka yakitaka kutunyonga, kutuninginiza, ndio mtumishi Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi naomba mtumishi niinue mbele za Bwana mtumishi. Ikibidi na kufunga mtumishi naomba tufunge. Wewe mimi nitawafungia wangapi? Yaani mimi tu na yangu ya kuyafungia. Niyafungie na yako. Nitatoboa lini sasa? Lini nitanenepa? Tuongee tu ukweli, ni mkiwa watatu. Natakiwa niwafungie. Tuwe tu watatu, natakiwa niwafungie. Wewe umeshauri 2 kavu. Akaja mwenzako akasema mtumishi wala unahisi hili jambo, nasikia mzigo. Tukipiga 3, zimefika ngapi? 5. Akaja mwingine na mtoto wake yuko ICU. Huyo lazima by power by force lazima tumfungie. Wakati tunamfungia naye akataka 2. Zimefika ngapi? 7. Wiki na siku ngapi? Saa hiyo na mimi nina langu. Linatakiwa lifungiwe. Salome, mimi nitakula lini? Mnataka mnitangulize mbinguni kwa Baba kwanza? Inua mkono wako juu kwa Bwana. Sema Bwana. Sema Bwana. Awamu hii nitakupa nafasi. Awamu hii kwenye maisha yangu wewe kwanza, mengine yatakuja. Zamu hii wewe kwanza, halafu wengine wafate, katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Tengenezee Bwana nafasi. Kaa kwenye uwepo wa Mungu. Kaa kwenye maombi. Mwabudu Bwana. Ndio namna unamtengenezea nafasi. Jina la Yesu libarikiwe. Ndio namna unamtengenezea nafasi. Unaweka nyimbo za kuabudu saa hiyo, siku hiyo uombi. Siku hiyo unasema moyo wangu nataka umwadhimishe tu Bwana. Hicho tu umwadhimishe Bwana. Siku hiyo unaingia mbele za Mungu, uombi, baba naomba hela, nini na nini, unamwambia Abba I am here. Nataka tu leo uzungumze. Basi hicho tu leo nataka tu uongee. Kwa sababu si mnajua maombi ni communication, watu wawili, mmoja anazungumza mwingine anazungumza, si ndio? Wakati unazungumza mmoja anasikiliza, afu baadaye mwingine anazungumza, mwingine anafanya nini? Anasikiliza. Ila sisi tulivyogeuza, tulivyochanganya madawa, ni kuzungumza tu wewe, ukimaliza kuzungumza, Jehova utajua utamaliza naje hilo jambo. Mimi ndo nishatokomea hivyo kwenda kwenye kikoba baba. Sasa mama Ana, mbona ulikuja ili tuzungumze? Mbona hata kabla sijazungumza ushaenda? Asa wakati mwingine kwa sababu unajijua huo uvumilivu wa kumvumilia, umelia saa zima, halafu tena uvumilie tena mpaka aseme huna. Basi siku nyingine acha, usilie hiyo siku. Hifadhi hayo machozi kwa ajili ya kesho. Siku hiyo nenda kwamba leo silii, chill hapo ndani.
Abudu tu, ukimaliza unamwabudu, unamwambia Abba, I am here. Leo nimekuja kukusikiliza. Nisikutie moyo kwamba ukienda akili itatulia kumsikiliza Bwana. Yaani ukishakaa ndio inaanza kuwaza. Kijumbe, nilikuwa nasubiri message yake. Mbona mpaka sasa hajanitumia hii message? Niliagiza mzigo, mbona konda hajanipigia? Yaani akili itaanza kuenda huku, hewa ya inazurura. Sikutii moyo kwamba itatulia wakati huo. Lakini wakati huo inazurura. Tulia hapo hapo. Kesho na kesho kutu, ukifanya mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya 4, itajua kwamba huu sio wakati wa kijumbe. Huu ni wakati wa Bwana. Na zamu hiyo sasa unaweza kudraw kutokea kwa Bwana. Si Mungu akupe neema na uwezo wa kutulia kwenye uwepo wake. Si Bwana akusaidie kutulia kwenye uwepo wake. Katika jina la Yesu. Kwa kitu cha kwanza, you create space. Unamtengenezea Bwana nafasi. Jambo la pili kutokea kwenye hicho kipengele cha sawa, na create space. Jambo la pili, ukimtengenezea Mungu nafasi, atakupa mahitaji yako. Na sababu hapo sitaongea sana. Ukimtengenezea Mungu nafasi, atakupa nini? Mahitaji yako. Atendewe nini? Ametutunza. Mwanamke alijibu akasema hivi. Biblia inazungumza, inasema hivi. Wakati yule mwanamke anaulizwa kwamba mama utendewe nini? Angalia yeye alichokijibu. Akajibu akasema, yule mwanamke akajibu, mimi ninakaa katika watu wangu mwenyewe. Tafsiri moja ya Kiingereza inaitwa Message Translation. Anajibu akasema hivi, hakuna kitu, mimi mwenzenu niko salama, nimetosheka kwenye familia yangu. Mnafikiri na uhitaji wowote? Mimi sina uhitaji. Yule mwanamke alikuwa amefika kiwango ambacho ishu ya mtoto tena sio ombi. Yani watu waliowahi kupita dhoruba wanajua kuna kiwango unapitia tatizo mpaka tatizo linakuwa sehemu ya maisha yako. Yani tena uoni tena kama hii agenda ni ya kuihangaikia kwa namna hiyo. Kuna watu wamewahi kufika hiyo hatua. Unakuwa una uchungu mpaka uchungu umekuwa sehemu ya maisha. Mimi nikiwa nasoma advance nakumbuka nilikuwa naomba, nikianza kuomba mimi nikulia tu. Mpaka nimeenda chuo nalia tu. Ikitajwa agenda ya familia. Maombi mengine yote naweza nikaomba niko timamu kabisa. Ila agenda tu ya familia inapotajwa, sasa ni muda wa kuombea familia, mimi nalia mpaka nakuwa na umewahi kumwona mtu analia mpaka ina ile kwikwi? I cry to that extent. Na mimi mwenyewe nilikuwa naona naomba, Bwana asifiwe. Yaani mimi ndio nilikuwa najua hapa nimeumimina moyo wangu kwa Bwana sasa. Kama ambavyo wewe waga unaumimina. Si hata wewe unaumimina? Mimi nilikuwa naona hapa nimeumimina moyo kwa Bwana. Mimi ndio niko serious na hii agenda. Nimebeba, yani I carry that matter hapa kichwani, iko hapa juu, yani rako soto. Wanaweza wakaomba mpaka ile agenda ikaisha. Mimi inabidi wanakuja watu wananishikilia. Wananiambia it is well. It is well. Ukianza kupigago hivyo mabegani, sasa watu wameona, mpaka wamekuhurumia. Inabidi wana maombi waje walau wakutie moyo. Nyanzila, muamini Bwana. Muamini Bwana. Mungu amesikia. Mungu amekusikia. Sasa sauti za hivyo nazo zinakuwa zina matatizo yake. Zinaendaga zinauchoma moyo. Unakuta umelia tena ya nguvu.
Bwana asifiwe. Umewahi kuwa mgonjwa alafu mtu akwambie pole? Kabla hujaambiwa pole ulikuwa imara kabisa. Lakini hiyo pole ikatrigger malaria, kifua kikuu, homa, ukaona mbingu mpya na nchi mpya imefunguka, ukalia kwa uchungu. Now I was like that. Na mimi nilikuwa naona tu ni issue ya kumimina mbele za Bwana. Ni mambo tu ya kuomba. Mtu akiniambia kuhusu uchungu, mimi hata sijui kuhusu uchungu. Mimi najua ni nani Bwana. Ninaombea familia yangu, hata sina uchungu. Ninaiombea tu kwa mzigo. Kumbe moyo ulishagaumia na kuumia kwa miaka mingi. Yale maumivu yamepile up moyoni, yamejikusanya. Sasa inafika wakati wa maombi, mimi nahisi nina mzigo, kumbe saa hiyo uchungu sasa una express kwamba oya niko hapa dogo, niko hapa. Lakini mimi sasa sijui. Ungeita watu wenye uchungu nisingetoka. Natoka wapi? Mimi mcheshi kabisa, uchungu huo nimeutoa wapi? Bwana tusaidie sana. Ilihitajika neema ya Mungu. Yaani nafikiri Mungu tu alinihurumia. Akasema dogo anakoenda ni pabaya. Akaja mtu mmoja akaniambia, wewe nakuona tunaomba mahali, lakini hauombi, unalalamika, unanungunika na unanungunika, unamnungunikia mzazi. Nasema mimi, Bwana, Akarudi tena, naona tunachunga, umetelekeza mifugo, umeenda kulia. Yaani wewe hauombi, unalia, unamlilia, unalia na unalia, unamlalamikia mzazi. Hii kitu imekaaje? Sikutaka kuizingatia. Nao Mungu akaanza kunipush. Ghafla ndani yangu nikaanza kusikia msukumo. Tafuta somo moja linaitwa uponyaji wa moyo uliovunjika. Ule msukumo ukawa mkubwa sana ndani yangu. Sasa hiyo mimi najiangalia, mimi mbona moyo wangu hujavunjika, niko tu fresh. Niko fit fatati. Bwana asifiwe. Mwanamke anaulizwa tukutendee nini, tukuombee nini? Nasema ni mbona nimeridhika? Mimi mbona nimetosheka? Watoto ninao, nyumba ninayo, hela ninazo, nini shida? Na nina mume wangu hapa, kababa kangu haka. Mama alisema kakijana kake kako hapa. Mimi na kijana wangu huyu hapa, nyinyi hata vijana hamna. Wewe Nyanzila bado la ya mwema, una hata kijana, mimi na kijana wangu huyu hapa. Muwe waelewa. Haleluya. Biblia inasema hivi, no, huyu ana kitu. Mpaka baadaye Gehazi anakumbuka, anasema bro, huyu hana nani? Mtoto. Mwanamke hajasema, amekaa nacho tangu akiwa na either miaka 20, labda kama aliolewa akiwa na miaka 20. Sasa wameshashangilia miaka 50 ya ndoa na tulienda kuwapongeza. Jamani, niangalieni mimi hapa. Punguzeni kunichonganisha, nitazameni tu. Sasa wameshasherekea, wamefanya anniversary. Nasema no, mimi kitu haipo. Elisha akasema kwa sababu umetutunza, huwezi kututunza namna hii halafu mbingu zisiwajibikie jambo lako. Hilo jambo duniani wamesema haiwezekani. Hilo jambo biolojia inasema ni menopause, umevuka, umeshaendelea sana. Hilo jambo linasema bwana wako mzee sasa hivi hahitaji chochote. Kwanza anahitaji tu labda kabinti kadogo, waliwahi kumpelekea Daudi kasichana kadogo kamtie joto. Daudi akawa anakaangalia tu, ana cha kufanya, muwe waelewa. Kwa mwanamke tumaini halipo. Yaani hiyo ameshafuta. Kama kwenye agenda mtanzama tunaomba tupate watoto, yeye hiyo agenda alishaifuta. Aliombeaga zamani sana. Amefika kipindi ambacho sasa kama ni jua limeshazama. Kuna ule umri wa sana ukifika sasa mimi jua limeshazama.
Sidhani tena kama kuna kuolewa. Sasa unasikiaga kina shangazi upande wa mjomba wanasema si utafute tu mtu uzae naye. Utafikiri huyo mtu ukienda hapo stendi ya Kahama anapatikana tu, ipo sema jamani wa kuzaa naye anatokea. Yaani wao wanachukuliaga mambo simple yani. Msichana sasa unaona mimi issue ya ndoa hamna, bora tu nipate tu mbegu. Kana kwamba kuna gala tu la mbegu la kwenda, jamani mbegu ya kike please over please. Biblia inasema kwa kuwa umetutunza Mungu akufanyia the impossibles. Kwa kuwa umetuhifadhi, kwa kuwa umemtengenezea Bwana nafasi, Mungu atafanya yaliyoshindikana. Yale ambayo watu wameyakatia tamaa. Kama ukoo tumekaa tumesema huyu mtoto hatafaulu tena. Kwa kuwa tu umenitengenezea nafasi, acha uone namna mimi Mungu ni game changer. Acha uone namna ambavyo mimi Mungu nabadilishaga mchezo. Acha uone namna ambavyo mimi Mungu nageuzaga historia. Tumekaa chini wote tunasema hatapata kazi, atazeeka akiwa maskini, mbona ndoa yake inakufa? Wameanza kugombana miaka mingi na wote tumeshakubali ile ndoa imekufa. Kwa kuwa Bwana ametengenezewa nafasi, anasema no, sitaruhusu hii ndoa ife. Sitaruhusu mke aondoke, mume aondoke. Mmenitengenezea nafasi mimi, I will do the impossibles. Nitafanya yaliyoshindikana. Acha na mimi niwatangazie watu wawili. Kwa kuwa umemtengenezea nafasi Bwana kuja kwenye kongamano kwa siku 5, acha Bwana ayashughulikie yaliyoshindikana. Acha Bwana akupe ulioyakatia tamaa. Acha Mungu akujibu yaliyoshindikana kujibiwa. Acha Bwana ayatende yale uliyokuwa umeyaacha katika jina la Yesu. Sema Bwana, sema Bwana, nitendee na mimi, nitendee na mimi. Haleluya. Kaa chini kidogo. Elisha akamwambia oya, wewe umekata tamaa, lakini baada ya mwaka huu, yani mwakani majira kama haya, utapata mtoto. Mwanamke anasema no Bwana wangu, usinifanyie hivyo, usinitanie Bwana, usiniambie uongo. Mtume, usimwambie mjakazi wako uongo. Yani ni ile moyo wake unahisi kama ni uongo. Kutaka anataka, lakini sasa miaka imeenda. Anaona usimwambie mtumishi wako uongo, usimwambie mjakazi wako uongo. Ana mimi sija kusema uongo hapa. Hujanitunza mimi, umemtunza Bwana. Na kwa kuwa umemtunza Bwana, Mungu anadai wanaomtengenezea nafasi awajibikie maisha yao. Mungu anadai wale wanaompa nafasi ashughulikie mambo yao. Na wewe umempa nafasi, lazima ashughulikie mambo yako. Sema Bwana, shughulikia mambo yangu. Sema Mungu, hata hili. Sema Bwana, hata hili nililolinyamazia, nililolikatia tamaa, Bwana lishughulikie. Praise God. Hallelujah. Biblia inazungumza, inasema hivi, mwakani majira kama yale. Oh my God. Yani baada ya Elisha kuondoka, ghafla mwezi unaofuata kliniki wakutana na yule mama Matayo. Yupo tu hapa. Mama Matayo, mbona mzee, kulikoni mwenzetu? Anambia tulieni jamani, hamjui tu haya mambo. Mama Matayo anatema mate. Mama Matayo anakuwa ananusa huko kule mbali. Anasema hamna, huyu ni mzee Mushi huyu anayekuja. Mzee Mushi, kwa mbona hatumuone? Nasikia harufu yake. Si mnajua mapua ya mama wajawazito yanaweza kunusa Afrika. Haleluya. Mama pua linanusa. Ghafla mama akaanza kubadilisha diet. Jamani, nunulieni miwa. Mnanunua miwa afa anasema tafuna. Yaani anasikia raha wewe ukitafuna miwa. Haleluya. Anasikia raha yake akitafuna. Mimi anasema mambo gani haya yametokea mwakani majira kama haya? Si Mungu akushangaze baada ya hili kongamano. Si Bwana akushangaze baada ya hili kongamano. Si Jehova akushangaze baada ya hili kongamano. Nasema Bwana akushangaze. Yesu awashangaze wanawake wawili. Wao wanawake wawili uwe ni wewe. Aishangaze familia yako. Aushangaze ukoo wenu. Ashangaze kabila lenu. Aishangaze ndoa yenu. Waliosema haiwezekani, waone mambo yamewezekana. Waliosema tumemwekea mpaka, waone vitu vimetokea.
majibu. Bwana akulete na yale majibu ulioyadai kwa muda mrefu. Acha nitangaze tena, tutakapokutana awamu ijayo, Jehova akulete na ushuhuda, akulete na majibu, akulete na majibu kwa jina la Yesu. Sema Bwana nipe ushuhuda. Sema Bwana nipe ushuhuda. Sema Yesu nipe ushuhuda. My God, give me an evidence. Give me an evidence. Si kama kuna mtu ananielewa hapa. Baba, give me an evidence. Nimekuamini tena kongamano hili. Nilikuja kongamano la kwanza, nikaja kongamano la pili, nikaja kongamano la tatu. Hakuna kilichokuwa kimebadilika. This time around, Abba, give me an evidence. Yesu akupe ushuhuda, akupe ushuhuda, akupe ushuhuda kwa jina la Yesu. My God. Wakati mwanamke anasema sina chochote, kwanza mimi nishatosheka, mbinguni wanasema ukitutengenezea nafasi tunakupa kilichoshindikana. Ukitutengenezea nafasi, yule mtoto uliyemkatia tamaa anafaulu. Ukitutengenezea nafasi, ukoo wenu ambao hakuna mtu anayelicha jina la Bwana wataanza kuokoka mmoja mmoja. Kisikusumbue wataokokaje, kisikusumbue nani atawahubiria. Wewe tu umemtengenezea Bwana nafasi. Mume wako ataokoka, watoto wataokoka, kaka zetu wataokoka, dada zetu wataokoka, ndugu zetu wataokoka. Yaliyoshindikana yatawezekana kwa jina la Yesu. Simama mara moja. Naona muda wangu unaniishia. Maira bakora basaka. Ikopoko tayaka baranda. Simama mara moja. Nataka tuombe hili ombi. Abba, give me an evidence. Give me an evidence. Mungu nipe uthibitisho ya kwamba nilienda kwenye lile kongamano na ulikuwepo kwenye kongamano. Mungu nipe uthibitisho. Na kosa tu namna ya kuiweka vizuri Kiswahili, lakini Abba, give me an evidence. A tangible evidence. Kitu kinachoshikika ambacho wale waliokuwa wamemaliza juu ya maisha yangu wakirudi awamu hii waseme kuna Mungu Bwana. Kwenye yale makongamano kuna Mungu Bwana. Kwenye zile ibada kuna Mungu Bwana. Kwenye yale makutaniko kuna Mungu Bwana. Yesu, wape hawa wanawake ushuhuda. Give them an evidence. Inua mikono yako juu kwa Bwana wakati tunaomba hili ombi. Sema kwa sauti, Baba yangu, Baba yangu. Sema Baba yangu, Baba yangu, nipe ushuhuda, nipe uthibitisho wa uwepo wako kwenye maisha yangu. Nipe uthibitisho wa nguvu zako kwenye maisha yangu. Sema Bwana, nimekutengenezea nafasi. Nimekutengenezea nafasi kwa siku hizi 5. Nipe ushuhuda, nipe kitu, nipe jambo linaloshikika, nipe maajabu yanayoshikika. Aya, you can pray now. Mtu wa drums yakae pale. Orikika kaka kukika. Rikiki kiki kiki kiki. Orikapa. Ribozo pa. Give me an evidence, oh God. Rakakaka. Siporopoto. Saparakata. Yeah. Taja hilo jambo. Taja hicho kitu unachotaka kwa hicho Bwana akupe uthibitisho. Taja hilo eneo unalosema Mungu ni hapa. Taja hiyo pointi. Ikiwa ni watoto, Yesu kwa watoto, give me an evidence. Kwenye huduma yangu, give me an evidence. Abba, God of my journey, give me an evidence. Give me an evidence. I call out Rakapa, Yakapa, Rakapa. Wanawake
Wanawake hawa wamekutengenezea nafasi. Wanawake hawa wametoa siku 5 kukutanika kama wamama, wengine kwa ajili ya watoto wao. Give them an evidence of God. Wanawake wanaomba, ni waone wakiomba. Tunaosema baada ya kongamano hili Yesu atupe kitu. Give me an evidence of God. Twende, ndio bado kidogo pale kwa watoto. Jesus, give us an evidence. Sikiki kwenye ndoa yangu, oh God, nisitoke kwenye kongamano halafu nikapaki pale. God, give me an evidence, a tangible evidence, a tangible evidence. Ikakakatosa ieketeketeya, nisimalize kongamano halafu nikaishia kusema nilihubiri kwenye kongamano wala hakuna kilichotokea. Hapa evidence, 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 evidence. Omba akupe hicho kitu kinachoshikika, hicho kitu kinachoonekana. Rapa, umekuja kwenye kongamano, wameona, wamesema ameenda tena kwenye lile kongamano lao, tuone kama yatabadilika. Jehova, ni wengi wanaosema hana msaada huyu katika Mungu, lakini wewe Bwana ungao yetu pande zote, utukufu wetu na mwinua kichwa chetu, utukufu wetu na mwinua kichwa chetu. Usiache tukainama kwa aibu Bwana, usiache baada ya kongamano tuiname kwa aibu. Mwinua vichwa vyetu, inua vichwa vya wanawake na wanaume, vijana wa kiume, inua vichwa vyetu. Give us an evidence, evidence. Rapa shekekete, an evidence kwamba aliyekukimbilia hawezi kuaibika. An evidence kwamba watoto wetu ni vichwa sio mkia. An evidence kwamba wewe Bwana utupigania. An evidence. Orakaka sopete. Wengine ni uponyaji, walio wagonjwa right now, sahi, wenye uvimbe, vimbe zinayeyuka. An evidence, evidence in our finances, evidence in our career, evidence. Ikopotopa zakapakato. Yeah. Pray. Evidence. Mume wangu ana kisukari kimeiharibu ndoa yetu. Abba, give me an evidence. Give me an evidence. Give me an evidence. Heal my husband. Heal him in the name of Jesus. Let your mighty hand touch my husband. Let your mighty hand touch my children. Let your mighty hand touch my career. Touch my ministry. Touch, oh God. Warapo, waraka, yekete. Wanawake wanaosema asijiache pasipo ushuhuda, wala hakujiacha pasipo ushuhuda, wala hakujiacha pasipo ushuhuda. Asijiache pasipo ushuhuda, asijiache pasipo ushuhuda, asijiache pasipo ushuhuda. Zakapata yekepokoto, wala hakujiacha pasipo ushuhuda. Kwa wagonjwa hakujiacha pasipo ushuhuda. Kwa
wenye shida hakujiacha, pasipo ushuhuda. Kwa tasa hakujiacha, pasipo ushuhuda. Kwa wasio na kazi hakujiacha, pasipo ushuhuda. Kwa wasiojiweza hakujiacha, pasipo ushuhuda. Usijiache bila ushuhuda kwenye kongamano hili. Yesu, usijiache bila ushuhuda. Hakujiacha pasipo ushuhuda. Wasichana wenzangu, si unaweza ukaomba zaidi? Wanawake, nisaidie kuomba kwa ajili ya binti zetu waliokuja kwenye kongamano. Yesu, usijiache pasipo ushuhuda. Yule shule imeshindikana, ameshikiliwa kwenye kozi moja kwa miaka 3. Usijiache, 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 usijiache pasipo ushuhuda. Rikikikiki. Ukisikia kuja mbele kwa maombi, jo. Wale wanaosema baba kimbia na evidence, jo. Kimbia tu ukiomba. Wasimama tu, hata usipige magoti. Wala kujiacha pasipo ushuhuda. Wale tunaosema kongamano hili shekekete, yekekete. Wasichana, mnaweza mkaja mbele zaidi. Wasichana, njoni mstari wa mbele. Tunataka tuombe hapa. Zeketetete. Yesu, usijiache pasipo ushuhuda. Endelea kuomba. Ambia Mungu, usijiache pasipo ushuhuda. Mabinti, njoo mbele. Wale wanaosema ndoa, njoo mbele rafiki zangu. Njoni tu, usiogope. Ikikikiki. Papa. Wasogezeni, wapangeni. Wasichana, vuta hatua mbele zaidi. Wasichana, njoo mbele zaidi. Mama zangu, naombeni mnisaidie hapa. Nyinyi mmeshavuka tayari, nisaidieni hapa. Yakapa. Mama zangu mliovuka kwenye usichana, njoni mnisaidie hapa. Rakapo. Naweza kuwawekea tu mikono kabisa. Ikikikiki. Yesu, usijiache pasipo ushuhuda. Ikikaka. Sikikiki. Shakakata. Yesu, asijiache pasipo ushuhuda. Ndio, asijiache pasipo ushuhuda. Asijiache pasipo ushuhuda. Ayeyeye. Rakaka. Nisaidie huyu asidondoke. Yesu, usijiache pasipo ushuhuda. Asijiache kwenye hatima, kwenye mahusiano, kwenye ndoa. Asijiache pasipo ushuhuda. Yaka. Isataya. Zakapa. Sataya. Kwa ajili ya hatima zao. Kwa ajili ya hatima zao. Kwa ajili ya hatima zao. Ratatata. Yakapata. Wasichana mliokata tamaa, wasichana mlioumizwa, warakaka kwenye kongamano hili la mama zetu ambao Bwana amewavusha tayari, tunaiunganisha hiyo neema, tunajishikanisha na hiyo neema, ile neema iliyowavusha wao, ile neema iliyowavusha wao, hiyo neema iliyowavusha wao, iwavushe sasa, iwavushe sasa, iwavushe neema hiyo, neema hiyo, neema hiyo, 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 ora.
Yesu, usijiache pasipo ushuhuda. Jehova, usijiache pasipo ushuhuda. Mwambie Yesu, usijiache pasipo ushuhuda. Awamu hii Yesu, usijiache. Imeandikwa hakujiacha bila ushuhuda. Hakujiacha bila ushuhuda. Kwa wanawake mliokuwa mbele, wanawake mliomwamini Bwana, wanawake mnaolia na Bwana, I pray for a tangible evidence, tangible evidence, tangible evidence, tangible evidence, tangible evidence. Akasema tendewe nini? Yesu anauliza akutendee nini? Sema cha kukutendea, sema unachokitaka. Anasema atendewe nini? Atendewe nini? Atendewe nini? Alipiwe ada, ndoa yake iponywe, apone kansa, apone kisukari, watoto wake wapate kazi, mume wake afunguliwe, aokoke. Atendewe nini? Apate biashara, apate mtaji. Watendewe nini? Wape ndoa zao wenyewe. Sema Yesu. Sema Yesu. Kwenye kongamano hili la awamu ya 10, usijiache pasipo ushuhuda. Sema Yesu, kwenye maisha yangu, kwa kuwa nimekuja, kwa kuwa nimekupa nafasi ya kuhudhuria kongamano hili la 10, Yesu, usijiache pasipo ushuhuda. Usijiache pasipo ishara. Usijiache bila viashiria. Usijiache bila uthibitisho. Yesu, neno lako limesema wala hakujiacha pasipo ushuhuda. Na mimi ninaomba usijiache bila ushuhuda. Kwenye maisha yangu usijiache bila ushuhuda. Nisilibebe jina lako, nisibebe jina lako halafu nikakosa kitu cha kuonesha. Yesu, Yesu, nipe cha kuonesha, nipe cha kuonesha ambacho ni ushuhuda kwa jina la Yesu. Thank you Jesus. Thank you oh Lord. Mungu tunakushukuru. Asante Bwana. Yule Mshunemi hakueleza shida yake, lakini uliiona shida yake. Je, si zaidi sana hawa ambao tayari wameeleza? Si zaidi sana huyu aliyesema anataka kazi? Si zaidi sana huyu aliyesema pressure imemchosha? Si zaidi sana huyu aliyesema kisukari kimemchosha? Si zaidi sana huyu aliyesema wanangu wapate kazi Bwana nimechoka? Si zaidi sana huyu aliyesema Mungu ndoa? Si zaidi sana huyu aliyesema Jehova tumezurumiwa haki yetu? Yesu, ninaomba usijiache pasipo ushuhuda. Kama kuna watu watapewa vitu vya kuonesha baada ya kongamano hili, uwe ni wewe katika jina la Yesu. May my God give you a tangible evidence. May my God give you a tangible evidence. Mungu akupe kitu kinachoshikika katika jina la Yesu. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Unaweza ukaongeza zaidi, halafu unaweza ukarudi sasa. Haleluya, haleluya. Endelea kurudi ukipiga makofi. Piga Yesu makofi. Majeshi ya malaika yanapaza sauti yakisema mtakatifu ni Bwana. Maelfu kwa maelfu yanapaza sauti yakisema oh. Na sisi watoto wako, na sisi watoto wako nisaidie tuimbe majeshi ya malaika. Unaweza kusimama tucheze? Kama haujatoa sadaka ungetamani kutoa? Maelfu kwa maelfu. Na sisi watoto wako, na sisi watoto. Aya.
taratibu namna hii. Cheza. Wanawake tucheze. Jeshi ya malaika yanapaza sauti yakisema, takatifu ni Bwana. Majeshi ya malaika ni Bwana mtakatifu, kweli ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, kweli mtakatifu, kweli ni Bwana, ni Bwana, kweli ni Bwana, kweli mtakatifu, kweli ni Bwana. Yanapaza sauti, takatifu ni Bwana. Maelfu kwa maelfu yanapaza sauti yakisema, walitaka na sisi watoto wako, kweli sauti tukisema, wali takatifu. Pigie Bwana Yesu makofi na vigelegele.